Asante sana mtu wa Mungu, nasema asante kwa kukutana nawe kwa siku ya leo. Ni mtumishi Malekesa tena kwa wakati mwingine. Kwa siku ya leo ninafurahi sana kwa kukutana na wewe tena. Kama ni mara ya kwanza hujawahi kusubscribe, ningeomba usubscribe, like na comment ili kwamba wa kwanza kupata mahusia kutoka kwa Bwana. Namshukuru Mungu kunipatia kibali tena. Asante mtakatifu Yesu Kristo kwa mila yote, kwa kuniwezesha, kwa kunikutanisha na mtumishi wako ambaye anatazama kwa siku ya leo. Bwana nasema asante kwa kwenda kumwezesha. Nenda kama Roho Mtakatifu niko mbele zako, kila Bwana kuweka kila baraka ambazo zinatoka kwako, na mbariki Bwana atakayetazama video hii mpaka mwisho, ni kwamba mtakatifu kila ambacho atakachokisikia kiweze Bwana kuletea utukufu. Asante kwa kutakwenda kumuonekania, ni kwa utukufu katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu, nikiendelea kuomba na kuamini, amen. Mtumishi wa Mungu, siku ya leo tuna ujumbe fupi ambao unasema kwamba dhambi isiyofutika hata siku ya mwisho. Mtu wa Mungu, naweza nikasema uwe makini sana kufuatilia video hii, kwa sababu kuna dhambi ambazo wanadamu wanazifanya na akitubu akiungama anapata rehema, lakini kuna dhambi moja ambao mwanadamu anaifanya, maadamu anafanya dhambi hiyo hawezi akapata rehema hata siku ya mwisho, hata siku ya hukumu. Kwa maana mtu wa Mungu unatakiwa uwe makini sana na kufuatilia somo hili, kwa sababu ni somo ambalo litakujenga kiroho na litakuepushia na dhambi ambayo haifutiki milele. Asante. Kabla yote, tumekuja kuona kuna dhambi nyingi sana ambao wanadamu tunazifanya na tunaenenda dhambi ambazo ni nyingi sana, lakini tukiuja kuungama na kutubu tukaziacha dhambi hizo, Mungu wa rehema anaendelea kutupatia rehema na anaendelea kutupatia tena kibali machoni pake, tunakuwa wanawake. Kwa maana hiyo, nataka nitoe kama ujumbe huu kwa watumishi wa Mungu, kwa mtu yote ambaye anafuatilia aweze kuelewa dhambi ambao mwanadamu anaweza kaifanya bila kupata rehema. Kwa dhambi kama hiyo ukienda kuifanya, mtu wa Mungu, hauwezi kupata rehema. Asante kwa kuwa utakwenda kunifuatilia mpaka mwisho, na shukuru Mungu atakuwa na ujumbe ambao atakwenda kuweka ndani yako. Mtumishi wa Mungu, siku ya leo tuna ujumbe ambao unasema kwamba ijue dhambi isiyofutika hata siku ya hukumu. Mtu wa Mungu, ambacho naweza nikazungumza sasa hivi, jaribu kwanza kuelewa nini ambacho unakifanya hapa duniani, na uelewe kitu ambacho kinasababisha mpaka chini ya jua unaendelea kupatembelea. Kwa maana hiyo, si kila kitu ambacho kipo hapa chini ya jua hakina malengo. Kama tupo hapa chini ya jua, ina maana Mungu ameweka malengo na anaweka kusudi lake la mwanadamu kuishi hapa chini ya jua, ili kwamba apate kutimiza kile ambacho Mungu amekusudia kitimize. Kwa hiyo muda kama nao ni muda wako wa kuokoa, ili kwamba makusudi ya Mungu uyatimize kwa wakati huu, kwa maana siku inayokuja ni siku ambayo ni mbaya sana. Kwa maana itabidi uweze kujielewa na kuepukana na jambo lote lile ambalo linaendelea kutokea ndani ya maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, naomba ukae chini ufuate video hii mpaka mwisho. Tunakuja kuona Marko 3:29 na Mungu anasema, bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele. Mtu wa Mungu, mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hatakuwa na msamaha, atakuwa na dhambi ya milele. Kwa maana hiyo, ukimkufuru Roho Mtakatifu hakuna msamaha wote ule ambao utakaopata. Kwa hiyo acha kukufuru Roho Mtakatifu. Hiyo ni dhambi ambayo haiwezi kufutika hata siku ya mwisho. Kwa hiyo kama kuna dhambi isiyofutika, ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Maadamu unapumua, maadamu uko chini ya jua, jaribu kuangalia njia ambazo unazozienenda, kwa sababu ni njia ambazo zitakazo kuletea shida hapo mbele. Luka 12:10 naona Mungu anasema, na kila mtu atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliye mkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Mtu wa Mungu, Biblia inasema kwamba aliye mkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Kwa hiyo dhambi ya makufuru, epukana dhambi ya kukufuru, kwa maana dhambi ya makufuru ni dhambi ambayo hauwezi kusamehewa mpaka siku unakufa. Kwa hiyo epukana dhambi hiyo, kwa sababu ukienenda katika dhambi hiyo au ukifanya dhambi hiyo utaenda kukutana na hukumu ya milele. Kwa maana mtu wa Mungu ambaye unasikiliza, jaribu kuelewa wapi unatoka na wapi unaenda, kwa sababu usipoelewa unapotokea na unapoelekea, dhambi itakutafuna. Kwa hiyo kuwa makini sana na dhambi ambazo unazifanya, na kama bado ni mtenda dhambi, jaribu kutoka dhambini, mfuate Yesu Kristo naye atakuwa mwaminifu kwako. Kwa maana mtu wa Mungu, nafikiri Roho Mtakatifu amezungumza na wewe, na natumaini kwamba umepata mahusia kutoka kwake, na kama ujumbe umekugusa, jaribu kusubscribe, like na comment, na kushare kwa watu wengine wapate kubarikiwa na wapate kuelewa dhambi isiyofutika kama jinsi nilivyokwenda kuelewa kwa siku ya leo. Na Mungu aweze kubariki sana.